unapouza ardhi, ile ongezeko la fedha unalipata haina maana moja kwa moja ni faida. Inaweza kawa ni faida au kawa umetunza thamani ya fedha. Hiyo inategemea sana na mfumuko wa bei ukoje, au ardhi hiyo imeongezeka thamani kwa kiwango gani, na ongezeko la thamani imezidi mfumuko wa bei. Sasa kwa mfano umenunua ardhi mwaka 2010 kwa milioni 10. Milioni 10 ya mwaka 2010, uwezo wake wa kununua, nguvu ya uwezo wa kununua, purchasing power, inaweza ikawa ni sawa na milioni 20 ya mwaka 2020. Kwa kama hiyo ardhi uliuza mwaka 2020 kwa bei ya milioni 20, kwa hiyo haujapata faida, ila umetunza ile milioni 10 kwa thamani ile ile, kwa nguvu ile ile ya uwezo ya kununua mpaka mwaka 2020. Kwa maana hiyo ungeweza, kama ungeiweka benki kwenye hizi checking account, pengine usingepata ile thamani, ile purchasing power ya milioni 10 kwa mwaka, kwa baada ya miaka 10 ijayo, yani kwa kutoka mwaka 2010 mpaka 2020. Na pia benki wangefanyia biashara, wakakopesha, wakafanya nini, pia wangekata makato yao, maana makato ni mengi na nini, kama kwenye hizo checking account kata pale. Kwa hiyo ungetoa labda like tuchukue, ungetoa labda milioni 8, na ina maana na hiyo milioni 8 haina uwezo ule wa kufanya hiyo purchasing power yake haifiki milioni 20. Kwa hiyo ingekuwa ni hasara. Halikadhalika ungeweka kwenye kibubu au ungesunda ndani, ina maana ungepata ile milioni 10 bila makato. Hapo sasa kama ustaarabu wa panya na vitu kama hivyo umezingatia, lakini purchasing power, uwezo wa kununua, ungekuwa pia huko chini. Kwa hiyo sio kila ongezeko kwenye ardhi inaweza ikawa ni faida. Kwa mtu akisema alichukua ardhi, alinunua milioni 10 mwaka 2000, lakini ameuza milioni 20 mwaka 2020, haimaanishi kwamba ni faida. Endapo tu pale kama thamani ya milioni 10 ya mwaka 2010 iko sawa na thamani ya milioni 20 ya mwaka 2020. Kwa mantiki hiyo pia inamaanisha hiyo ardhi haijaongezeka thamani kuweza kudefeat au zaidi ya hiyo milioni 10 au milioni 20. Kwa kama thamani imeongezeka, kwa mfano mabadilisha matumizi, ilikuwa labda ni rural, ni ya kijiji, sasa hivi ni mjini au ni jiji, inaweza kama ibadilika thamani kwa kufanya maendeleo fulani. Kwa hiyo ikawa imeenda way higher, ikawa imedefeat ile mfumuko wa bei, basi kwa umepata faida. Kwa hiyo kuna mawili kwenye kuuza ardhi, unaweza ukawa umepata faida au umetunza thamani ya thamani ya ile pesa. Na asilimia kubwa kwa inategemea na mfumuko wa bei, au kuna maendeleo gani yamefanyika kwenye hiyo ardhi, au kuna mabadiliko gani ya kanuni, sheria na vitu kama hivyo yamebadilika kwenye hiyo ardhi. Kwa ni vitu ambavyo kama hivyo, sio kama vile wengi wamesema tu kwamba kwa sababu aliona ni milioni 10 sasa hivi kapata 20 anajua ni faida. Inaweza ikawa ni faida kwenye macho, ila kwenye kanuni mbalimbali au taratibu mbalimbali ikawa sio faida, ikawa ni umetunza thamani ya fedha, kwamba umeitunza milioni 10 kutoka mwaka 2010 mpaka 2020, kwa maana ile store value.